wa pili sura ya 7, tutaanza mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza tutaenda nao hadi ule mstari wa 6. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza hadi wa 6. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka za kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana Yesu ukaijaza nyumba. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana Yesu, kwa kuwa utukufu wa Bwana Yesu umeijaza nyumba ya Bwana Yesu. Wakamtazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana Yesu. Rudia mstari wa 3. Wakamtazama. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana Yesu ulipokuwapo juu ya nyumba. Wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni, wakaabudu. Wakamshukuru Bwana Yesu wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana Yesu. Mfalme Sulemani akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu. Wakasimama makuhani sawasawa na malinzi yao, Walawi nao pamoja na vinanda vya Bwana Yesu alivyovifanya Daudi mfalme, ili kumshukuru Bwana Yesu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hapo aliposifu Daudi kwa mikono yao, nao makuhani wakapiga panda mbele yao, nao Israeli wote wakasimama. Amen. Yesu, neno lako la uzima liwatendee mema na kila mmoja apokee baraka. Atukuzwe. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sema tena. Kongamano katika kunamalizia. Kongamano. Yes, udhihirisho wa utukufu wa kuabudu. Hakuna kitu kinachobeba utukufu kama kuabudu. Kuabudu ndo njia pekee ambayo inaleta utukufu. Kwa sababu utukufu haupatikani popote isipokuwa kwenye ibada. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Ndio maana hata nguvu za Roho Mtakatifu uhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kwenda kujisaidia, kwenda kuoga, kwenda kufua nguo, kwenda kupika. Pale unahitaji nguvu za kimwili. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Ndio maana hata kama mtumishi ana upako wa namna gani, akipanda kwenye basi, akipanda kwenye ndege, anakuwa kawaida. Maana yake ni nini? Hajashusha nguvu ya Roho Mtakatifu. Uwepo wa Yesu, nguvu ya Yesu inashuka mahali maalum
kwa wakati maalum. Kila jambo lina wakati wake. Unapotaka kuona utukufu wa Yesu kwenye maisha yako, lazima uje kwenye ibada, lazima uabudu. Unapoabudu ndipo utakapopata utukufu wa Yesu, ndipo utakapoona utukufu wa Yesu. Huwezi ukaona udhihirisho wa utukufu kama hauabudu. Tuko pamoja? Amen. Huwezi ukaona udhihirisho wa utukufu bila kuabudu. Kwa hiyo utukufu unaendana na kuabudu. Unataka Yesu aseme na unataka Yesu akuongoze, unataka Roho Mtakatifu aseme na wewe, jifunze kupenda kuabudu. To worship, kuabudu. Hakuna mlevi anaitwa mlevi bila kwenda club, bila kwenda bar. Anakuwa kama mlezi nusu. Anakuwa kama mlevi nusu. Kwa sababu ili ulevi wake unoge, lazima awe club, lazima awe bar. Ili uwepo na utukufu wa Yesu uwe katika maisha yako, lazima uwe madhabahu, lazima uabudu. Ndipo pale utakapoona utukufu wa Yesu. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Kwa hiyo wiki hii tutajikita katika kuangalia vile utukufu wa Yesu unavyoweza kukaa kwenye maisha yako kwa njia ya kuabudu. Na ukishakaa ndani yako, udhihirisho wake unakuwa kwenye maisha yako. Ndio maana kuna mtu asipokuja madhabahuni anasikia kuugua kabisa. Anasema mbona leo najisikia vibaya? Nitakuwa sijaenda madhabahuni. Anasikia ndani yake. Na kuna mwingine asipokuja madhabahuni, yani haoni tofauti, yani haoni nini? Kwanza kama ni ibada mpaka umkumbushe kwamba leo ni ibada au leo ni kongamano. Tena atakwambia, asante kwa kuniambia, nilikuwa sijui. Nilikuwa hata sikumbuki. Kwa nini? Kwa sababu ule utukufu wa Yesu hauwezi kukaa kwenye maisha yake. Kwa hiyo utukufu wa Bwana Yesu ukaijaza nyumba, ukaijaza kanisa. Hawa watu walikuwa madhabahuni wakiabudu. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sasa kuna vitu kama 4 utaviandika ambavyo vina nguvu kuleta utukufu wa Yesu kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ni kuabudu. To worship. Mungu yoyote anataka kuabudiwa. Kama ni mizimu ya kinyumbani inataka uiabudu. Usipoiabudu itakuadhibu. Ndio maana lazima usimame vizuri kwa Yesu. Kuna watu wengine wana vita vya kimizimu kwa sababu waishagoma kuabudu mizimu ya kikwao, na kwa Yesu hajasimama vizuri. Kwa anakuwa ni mtu ambaye anapigwa pande zote. Kwa sababu sifa ya Mungu ni kuabudiwa. Hakuna Mungu bila kuabudiwa. Ndio maana kuna watu wengine wanaabudu mpaka ng'ombe, na ng'ombe anawasaidia. Sasa ng'ombe anawasaidiaje? Wanajua wao. Hello? Amen. Wengine wanaabudu mpaka sanamu. Sanamu gani? Wanajua wao. Lakini anapoabudu ile sanamu na ana matumaini Mungu amemsikia. Wengine wanaabudu irizi zao. Anaenda kuoga, amevaa irizi. Anapika chakula, anavaa irizi. Anaenda kujifungua, ana irizi.
amenunua gari. Yule ndo Mungu wake. Tena wakati mwingine ibilisi inaabudiwa kila mahali au wakati wote. Kwa nguvu ya Mungu, neno Mungu maana yake kuabudiwa. Ukisema na mheshimu Mungu maana yake unasema mimi naabudu, ndio tafsiri yake. Sema amen. Amen. Ukisema unampenda Yesu maana yake unatoa nafasi ya kuabudu. Halo? Amen. Maana yake unatoa nafasi nini? Ya kuabudu. Ukifungua kitabu cha Wathesalonike, tusome pale Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili sura ya pili. Mstari wa 4. Utaona pale tafsiri ya neno Mungu. Tafsiri ya neno nini? Ndio maana Mungu sio jina. Mungu sio nini? Mungu sio nini? Kuna watu kiwaambia wanamwabudu nani? Anamwabudu Mungu. Ukisema unamwabudu Mungu, mchawi atakupigia makofi. Mwabudu mizimu atakupigia makofi, mganga, hata mganga anakuambia Mungu nakupa dawa, Mungu akafanya akakusaidia. Ndio maana mnaka mpinga Mungu. Kwenye Biblia hakuna nani? Na kwenye maisha hapa duniani hakuna nani? Hakuna mpinga Mungu. Haiwezi kutokea duniani mpinga Mungu hata siku moja. Narudia, dunia nzima hakutatokea mpinga Mungu. Kutatokea mpinga Kristo. Mpinga Kristo kwenye ubatizo. Jina la Yesu wamelikataa. Akina nani sijui, kawatafute. Hata kwenye ubatizo wamegoma kutumia jina la Yesu. Wamelikataa. Hatubatizi kwa jina la Yesu. Tunabatiza kwa jina la Mungu. Mungu yupi? Hawajui. Nabatiza kwa jina la Baba, hajaeleweki. Kwa hiyo kuna mpinga Kristo, hakunaga mpinga Mungu. Halo? Amen. Nisome pale, Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa 4, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Halo? Amen. Halo? Amen. Sasa ili tuondokane na hili fumbo la Mungu, lile fumbo mimi nikakusaidia kuhani kulifumbua, kwamba huyu Mungu si tunayemwabudu anaitwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Wangapi wanaamini Bwana Yesu Kristo ndo Mungu mkuu? Amen. Kuna mpaka leo Wakristo wanaamini Yesu ni mtoto. Hivi ukishajua mtu ni mtoto anaweza kukusaidia? Niwaulize maswali nyinyi watu wazima. Mtoto kama yule pale atakusaidia nini? Atakushauri? Atafanyaje? Maana Yesu anaita mtoto. Sasa ukishajua Yesu ni mtoto, maana yake hana faida. Halo? Amen. Hana nini? Ukishasema Bwana Yesu ndiye Mungu mkuu, maana yake moja, utamwabudu Yesu. Mbili, unajua kwamba Yesu ndiye msaada wako. Sema amen kubwa. Amen. Geukie mwenzako mwambie Bwana Yesu asiwe mtoto tena. Bwana Yesu sio mtoto tena. Kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako. Mwambie tena. Bwana Yesu sio mtoto tena. Mwambie tena. Bwana Yesu sio mtoto tena kwenye maisha yako. Halo? Amen. Sasa leo unamuita Yesu mwana, na wewe ni nani? Wewe mwenyewe nakuita mwana. Yaani wewe uko level na Yesu. Yesu mwite mwana wa Mungu, na wewe unajiita mwana wa nani? Manake mmefanana. Halo? Amen. Yesu ni zaidi ya mwana wa Mungu. Amen. Ndio kile mwenzako mwambie Yesu ni zaidi ya mwana wa Mungu. Yesu ni zaidi ya mwana wa Mungu. Mwambie tena. Yesu ni zaidi ya mwana. Mwambie toka kwenye level ya mwana wa Mungu nenda kwenye level ya kuamini Yesu ndiye Mungu.
faida ya nguvu za kiroho ni kuamini Yesu ndiye Mungu. Ukiamini Bwana ndiye Mungu, utaona faida ya maisha yako ya kiroho. Utaona faida ya maombi. Utaona faida ya nguvu za Roho Mtakatifu kukaa ndani yako. Mtu anayeamini Bwana Yesu ni Mungu mkuu, nguvu yake ya kiroho sio ya kawaida. Amen. I am telling you the truth. Nakwambia kitu cha kweli. Halo? Amen. Halo? Amen. Yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Mungu ama kuabudiwa. Kwa unapotaka kujua Mungu, lazima ujue unayemwabudu ni yupi, ili utukufu wa Yesu ukae kwenye maisha yako. Alafu imani yako isiyumbe. Usitetereke. Usitetereke. Shikilia hapo hapo kwamba Bwana Yesu ndiye Mungu mkuu kwenye maisha yako. Na hapo ndipo utakapoanza kuona badiliko. Ngoja niwaambie vitu ambavyo vitawashangaza. Hata waganga wanaona shida za watu. Kuna wengine wana macho ya utambuzi. Ni mganga wa kienyeji, hamwamini Yesu, lakini ukienda anakuambia mambo yako. Na akikwambia mambo yako haimaanishi ndio Mungu amekuonekania. Waganga wanaweza kujua shida ya mtu, lakini hawezi kutatua, ila atakuongezea tatizo. Hiyo ndio tofauti. Kwa Yesu nitajua shida yako na nitakufungua. Tatizo la maisha ya wokovu, watu hawana unyenyekevu, hawana utii na ujuaji. Ndio maana hata kama mtu anaweza kusaidiwa kiroho, bado anaweza asipokee kwa sababu ya hivyo vitu. Alafu na kushindanisha na kupimanisha na kulinganisha. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ndio maana ukikuta mtu kwa mfano sio Mkristo, labda alikuwa dini nyingine, nisitaje dini yote, labda alikuwa dini nyingine sio Mkristo, lakini moja kwa moja akaja kwenye Ukristo, akafundishwa imani akashika, wale watu huwa wanasimama sana. Au ukakuta mtu ambaye ametoka kwenye dini, nikisema kutoka kwenye dini mnaelewa, wala sina haja ya kutaja, ametoka kwenye dini yale ya madhehebu fulani yenye majina lakini hayasaidii watu, lakini watu wanayapenda. Akitoka kule akaja kumwamini Yesu, huwa anasimama sana. Changamoto sana ya halo. Ni sisi tuliokoka. Kwa sababu ya nini? Ya ujuaji. Hata neno linakataliwa live. Hamna kitu kinaumiza moyo wangu unaposhangaa Wakristo wanakataa ubatizo wa jina la Yesu, ambapo iko wazi. Wala hizo Biblia yangu, wala hii Biblia sio ya Life and Peace hata International Church. Biblia hii ni kwa ajili ya watu wote. Watu wote kwenye Biblia walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo Mungu. Wote. Petro alibatizwa kwa jina la Yesu Kristo Mungu. Filipo alibatiza kwa jina la Yesu Mungu. Paulo alibatiza kwa jina la Yesu Kristo Mungu. Na Yesu mwenyewe akasema yote mtayafanya kwa jina langu. Iko wazi. Lakini angalia, ubatizo wa jina la Yesu unakataliwa kabisa. Utajiuliza watu wanamwamini nani?
ni Wakristo kweli, lakini wanamwamini nani? Mbona ubatizo wa jina la Yesu wanaukataa? Na ubatizo wa jina la Yesu sio wa kifaru, ni wa neno la Kristo. Sio wa nabii, ni wa neno la Kristo. Sio wa dhehebu, ni wa neno la Kristo. Ndipo utajua kumbe dunia ni wengi wanataja habari ya Kristo, lakini hawamwabudu Mungu Kristo, hawamwabudu Mungu Yesu. Na wengi wanalitumia jina la Yesu wakati wa mapepo tu. Anajua kwamba jina la Yesu ndio linatoa mapepo. Kwingine anaabudu Mungu mwingine anayemjua yeye. Sasa nataka nikusaidie, kazi ya Yesu sio kazi ya kutoa mapepo tu. Kazi ya Yesu ni kazi ya kuachilia uzima kwa watu wote. Amen. Afya njema, baraka, kibali, utukufu unatawala kwa ajili ya jina la Yesu. Amen. Mtu yeyote anayeamini jina la Yesu anaporudi nyuma huwa anamshangaa sana, kwa sababu ni kama unapishana na dhahabu. Unapishana na kitu cha thamani. Kule Dar es Salaam wanasema unapishana na gari la mshahara. Yaani wewe ni mwajiriwa, halafu njiani unapishana na gari la mshahara. Umeajiriwa, unahitaji malipo, lakini njiani unapishana na gari la nini? La mshahara. Wewe unaenda hivi, ile yenyewe linaenda hivi. Huo ni mfano. Mtu anayeacha imani ya Bwana Yesu Kristo Mungu mkuu, tena ni adimu, ni adimu. I'm telling you the truth. Na kuambia ukweli, utukufu wa Yesu unaonekana kupitia jina lake. Namba 2 andika. Nimesema kuna vitu vinne. La pili ni jina. Jina la Bwana Yesu liwe nguvu yako na Mungu wako. Kuna waimbaji wakiimba nyimbo, wanapoimba nyimbo wanakwambia ili nyimbo iwe na maarufu, usitamke neno Yesu. Ili nyimbo iwe nini? Usitamke nini? Weka angalia nyimbo maarufu nyingi zina neno Yesu. Kwa nini hazina neno Yesu ila zina kubalika sana? Na kwa nini yenye Yesu haikubaliki? Ndio unajua dunia hii imetawaliwa na miungu ipi? Halo? 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 Ndio maana hata kwenye matukio fulani aidha ya kijamii, halo, tukiachilia mbali ya kikanisa, ya kijamii au ya kitaifa, halo, wanaopewa nafasi ya kwanza ni Bongo Flava. Huwezi kusikia tunaomba kwaya imbe kwanza. Never. Halo? Amen. So kwaya tu. Hata kusikia kaswida ianze na yenyewe ni ngumu. Halo? Amen. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wa dunia hawezi akaruhusu utukufu mwingine utawale. Mungu wa dunia atataka utukufu wake wa kidunia utawale. Bila Yesu. Bila nani? Niseme. Wokovu ni Yesu. Amen. Kuokoka ni Yesu. Amen. Kubarikiwa ni Yesu. Amen. Kubatizwa ni Yesu. Amen. Kufunguliwa ni Yesu. Amen. Kuponywa ni Yesu. Amen. Haiwezekani wewe njia ya kwenda Shinyanga unajua kabisa njia ya kwenda Shinyanga ni ya kutoka Nyegezi unaenda Shinyanga. Lakini wewe baada ya kusema hii njia ya kwenda Shinyanga unaenda unapanda nani hapa? Naitwa ni Meli. Pantoni Meli au nini? Feri, ndio kusema feri, asante. Unaenda kupanda feri, unaanza kwenda Bukoba. Wakati wewe ulikuwa unaenda Shinyanga. Na kutoka Bukoba ukazunguka
ukazunguke kule wewe, ukatokee wapi? Kingo Kahama. Alafu ndo urudi wapi? Shinyanga. Nasema Yesu ndo anatuombea kwa Baba. Huyo Baba unaenda kwa Baba gani? Ana Yesu ndo anasema anakuombea kwa Baba. Yaani unazunguka. Halo? Hakuna utukufu bila kulitambua jina la Yesu. Mwambie mwenzako, hakuna utukufu bila kulitambua jina la Yesu. Na ninakuhakikishia 100% ukiliamini jina la Yesu linavyopaswa, hata magonjwa utasahau kwenye maisha yako kabisa. Amen. Wachawi utawasahau, ndoto mbaya utasahau. Amen. Na huwezi kulogeka. Huwezi kufanya nini? Sababu ya watu wengi kuogopa kulogwa ni kutokuliamini jina la Yesu. Mtu ambaye haliamini jina la Yesu, nini kitamlinda? Lazima aogope kulogwa. Watu wameniangalia jicho baya, watu wamenitegea. Unakuwa unaishi maisha ya wasiwasi kwa sababu jina la Yesu halipo ndani yako. Hujui Mungu yupi unayemwamini. Tutoke kwenye level ya jina, tujue kwamba Bwana Yesu ndiye Mungu wa kuabudiwa, ili utukufu wake utawale kwenye maisha yetu. Amen. Suleiman aliomba maombi ya kwa jina la Yesu. Nabii Elia aliomba maombi ya jina la Yesu, moto ukashuka. Petro na Yohana alisema hatuna fedha, hatuna dhahabu, tunacho kitu cha thamani kuliko vyote. Kwa jina la Yesu simama uende. Kiwete akapona. Kwa jina la nani? La Yesu. Uzima ukaingia. Kwa jina la nani? La Yesu. Aliamini jina la Yesu. Amen. Ondapo analitegemea jina la Yesu. Amen. Niliwafundisha tofauti ya kuamini na fani na kutegemea. Wangapi wanalitegemea jina la Yesu? Amen. Wangapi wanaliamini jina la Yesu? Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Sema maombi. Maombi. Sema maombi. Maombi. Wangapi wanapenda maombi? Amen. Wangapi wanapenda kuongea kuliko maombi? Sema Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Tunaongea sana kuliko nini? Kuomba. Mwizi mwenzako, wewe unaongeaga sana kuliko kuomba sana? Kiroho mtu anatakiwa kuwa muombaji sana kuliko kuongea. Sasa watu wanaongea sana kuliko kuwa watu wa maombi sana. Haimaanishi usiongee, na utakuwa sio binadamu, utakuwa maiti. Lazima uongee. Lakini maana yangu ni kwamba usiwe na maneno mengi kuliko maombi. Sema amen. Amen. Usiwe mtu wa kulalamika sana kuliko kuomba sana. Usiwe mtu wa kulaumu sana badala ya kuomba sana. Usiwe mtu wa kunungunika. Sema manunguniko. Manunguniko. Uliza mwenzako, una manunguniko? Wameniangalia vibaya. Wamenisema. Hawanipendi. Na hamna mtu hajakwambia wewe hakupendi. Wanasema hawanipendi. Unataka wakupendeje? Halo? Amen. Manungu. Unafahamu ile habari ya watu waliong'atwa na nyoka mpaka wakawekewa nyoka ya shaba? Tatizo lilikuwa ni nini? Manunguniko.
Mwambie mwenzako, ondoa manunguniko, weka maombi. Utaona utukufu wa Yesu. Utaona utukufu wa Yesu. Na wakaambiwa adhabu yao, haijalishi unang'atwa na vitu vingapi, angalia nyoka ya shaba. Angalia nyoka ya nini? Ndio hiki kila siku nawafundisha. Leo unafikiri hauna nyoka ya shaba, unayo. Madhabahu ya uzima na amani ni mfano wa nyoka ya shaba kwako. Amen.